Mchezo yao kuhitimisha msimu wa 24-25, mchezo dhidi ya Simba haupo katika ratiba. Hii inaleta tafsiri gani Angetile? Inaonyesha kabisa kwamba Yanga wamepania kwamba wasipeleke timu na wanataka kuwepo na lesson kwamba haya mambo yafikia wakati sasa yaishi. Sio kila wakati mechi zinaishwa ovyo bila kujali mashabiki, bila kujali wananchi, bila kujali wawekezaji, bila kujali watangazaji wa matangazo. Na watu wengi sana mpira, kuna redio, kuna nini, watu wanakuwa wameshapanga muda wao kwamba tarehe ngapi, saa ngapi mpaka saa ngapi tutakuwa live. Mtu nenda unailisha hofu. Kwa hiyo nadhani wanataka sasa kuwe na lesson ili watu waweze kupanga mipango yao vizuri, wakijua ratiba, kupanga tarehe fulani tafanya kitu fulani bila matatizo. Lakini kupania kwao huku kuna afya sana. Mimi nasema kama tunataka kwenda mbele, Yanga asiende uwanjani siku ile, kwa sababu watueleze siku ile kwa nini waliahirisha. Sababu wanatoa sababu hazieleweki. Tunaona juzi tunaongea na watu wanania hapo, wamesema kwamba hata hilo swala alipokuwa. Sasa kwa hiyo ni uongo ulitumika kuahirisha mechi. Sasa twende tufikia wakati kama watu wanasema wana mamlaka, basi tuone wanatumiaje mamlaka katika kutenda haki ama kutotenda haki. Na Yanga wanakwenda kupokwa alama 15 kwa mujibu wa kanuni Angetile. Ndio nataka hapo tuone sasa ujasiri wao. They do it. Okay, wewe mechi ya kwanza timu moja imesema haitacheza, ukailisha. Alafu mechi hiyo tena napangwa nasema timu moja nyingine haitacheza, alafu nasema utakata point. Hiyo ni nani, double standard. Na Angetile, umewahi kuwa kiongozi wa TFF, umewahi kuwa katibu mkuu pale. Inaonekana kwenye maamuzi ya kuamua Yanga na Simba mnapata kigugumizi sana, na pasi na shaka kwangu mimi na tamani kuona Yanga hawapeleki timu, alafu tuone sasa mamlaka itafanya nini, sababu kanuni zipo, lakini wakati mwingine Yanga na Simba wanakuwa juu ya sheria, juu ya kanuni. Wanakuwa juu ya kanuni kama uongozi unayumba, kama kuna uongozi legevu. Mimi sijaona, nimekaa pale sijaona Simba wala Yanga akitishia TFF hata siku moja, kwa sababu kuna kiongozi ambaye si legevu. Sasa hivi kuna uongozi legevu, watu wanafanya wanavyotaka, wanasema mechi yailishwe kwa sababu wachezaji wetu wana mafua, wanaenda wanailisha mechi 2 hours before. Wanasema tubadilishe muda wa mechi, tunabadilisha 2 hours before. Wanasema mechi isicheze, wanailisha mechi. Kwa hiyo huo ni ulegevu, ni udhaifu. Lazima tuondokane na udhaifu huu, turudi kwenye kanuni. Weka msimamo kwamba talenga itaelia. Lakini Rais Karia ni mtu chuma kweli, kufungia yeye haoni shaka, kupiga nyundo haoni shaka, mtu chuma huyu. Kama yeye ndo anafungia basi atakuwa chuma, kwa sababu mimi najua kamati ya maadili ndio inatakiwa kufanya maamuzi. Ndio. Iadhibu mtu yote, hata imwite Karia mwenyewe mbele. Kwa mfano katika swala hili, ongeza hata kumuita Karia, bwana hili ilikuwaje, hata mtu ambie kama kamati ya maadili ambayo ni very strong. Kamati ya FIFA ya maadili ni very strong. Nilikuwa kwenye mkutano mmoja wa FIFA na yule Garcia alikuwa mwenyekiti wa kamati ya maadili upande wa uchunguzi. Alisema kwenye mkutano, hata wewe Blata tunaendelea na uchunguzi wako hujakamilika. Na kwa hivyo kuja kukamilika kama. So tunahitaji watu strong, tunahitaji watu wanaofungia watu kwa ajili ya kuwakomoa. Tunahitaji watu wanaofungia watu kwa ajili wanataka waadabishwe. Kwa mfano Mzee Dalali, Ahmed Ali walisema maneno ya kutishia watu maisha kabla ya mechi ya marudiano ya finali. Na kweli watu walienda kupiga pale uwanjani. Mpaka leo si kamati ya maadili ambayo inaagiza hao wakitoa maneno ya uchochezi wafikishwe mbele ya kamati ya maadili, wala sekretari ya TFF haijachukua uamuzi kama huu kwa maana.
So kuna double standards. Unaona labda mtu anajua maisha, unasema hapa kuna kiongozi jasiri, lakini ikisikia kwenye masuala na mgusa ujasiri unaondoka. Nimepokea message hapa, wanasema Mkai unazungumza na Angetile, huyo ana vinasaba na Yanga, lazima atazungumza kuibeba Yanga. Sasa hapo umeibebaje Yanga? Kwa namna ya mazungumzo yako, yani kama unaegemea Yanga hivi. Yani hakuna siri kabisa kwamba mimi ni Yanga, na mpaka wakati naenda TFF nilikuwa kwenye kamati ya uchaguzi ya Yanga na nilitangaza baadaye na nikafanya press kuambia najitoa kwenye kamati kwa sababu siwezi kuwa na maslahi huku na huku. Kwa hiyo mtu anaweza nia kwamba hiyo ni siri. Sio siri, ni wazi kabisa, na nimesimamia uchaguzi wa Yanga lakini issue yako mbeleni ni issue ya kanuni, sio issue ya Yanga, ni issue ya kanuni. Kwa hiyo kwa ujumla wake ni kwamba katika haya yote ambayo Angetile yametokea, Yanga hawajakosea hata sehemu ndogo. Manake walielekea kasi huko, na mwisho wa siku wakarudishwa Tanzania kwamba nendeni mpite katika kamati ya rufaa pale ya TFF. Kwa nini mnakwenda kasi huko? Mnaruka Yanga. Kwa nini? Huoni pia Yanga nao kuna sehemu wanachepuka, yani wanakosea pia nao? Okay, ukisoma ile taarifa ya kuahirisha mechi ya TFF ya bodi ya ligi, walisema wale wote waliofanya fujo Simba watachunguzwa na watachukuliwa hatua. Ndio ni makosa kuwazuia Simba kwenda kufanya mazoezi ni makosa ambayo ni wazi. Lakini yalishughulikiwa kikanuni. Sasa mpaka leo hakuna kilichoshughulikiwa kikanuni. Hakuna ambia watu waende kucheza mechi. Hata yale matatizo hujatoa taarifa kwamba umeyachunguza, umeyaona na umejiandaa kuyadhibiti. Unatangaza tu na tarehe nyingine ya mechi bila kueleza kilichokwamisha mechi hii. Kitokea tena na Angetile hili leo naomba tulizungumze. Maneno yanazungumzwa sana huko katika pita zangu kwamba Angetile una chuki na Karia. Ni kweli? Sikuwa na chuki na Karia. Kwanza alijifanya nini? Hajawahi kunifanya kitu chochote. Hatujawahi kukutana tukakosana na Karia. Unaona, na hakuingia madarakani baada ya mimi kutoka Ligi. Baadaye sana waliingia Malinzi hapo. Labda ningekuwa na chuki na Malinzi sawa, kwa sababu yeye ndo aliondoa pale, lakini Karia sijawahi kufanya naye kazi kwa karibu akawa immediate boss wangu. Sijawahi, na sijawahi kutukana naye hata siku moja, na wala sijawahi kumtukana kwenye article zangu. Nazungumzia makosa. Maanake ukisikia minongono ya wadau vile ambavyo wanazungumza kwamba umekuwa mara nyingi ukimkosoa Karia kwamba unamuonea wivu kwa sababu utawala wake kuna mambo mazuri yametokea. Hayo ni maneno ya vijiweni ambayo hayana hata na nini. Mimi kwanza nikiona mambo mazuri yanatokea sasa hivi nafurahi, kwa sababu naamini ni sehemu ya watu walioandaa hayo mambo mazuri. Kama kuna timu ilienda AFCON 2019, almost 70% walikuwa na wachezaji ambao tulikuwa tunawalea kwa shida, kina Shabalala, kina Manola, kina Faridi, kina nani, wale kutoka wako under 17 hawajajiunga hata na Simba na hata mwala nani, wote kina Mudafi. Kwa hiyo mimi najivunia kwa sababu hao wanaofanya vizuri sasa hivi wametoka mikononi mwetu. Sasa tunategemea sasa wazalisho wengine, sababu hawa bali na wale kina Mudafi wengine tunawatoa huko kwenye Coca-Cola, kwenye Airtel Star, wote wakiwa chini ya miaka 17 na wengine chini ya miaka 15. Ndio kizazi hiki sasa hivi kimeiva, kinafanya vizuri. Kwa hiyo mafanikio ni sehemu ya sisi. Sasa tunataka tuone kizazi kingine kikizalishwa kitakachotokana na awamu hizi. Basi ni kushukuru sana kwa maoni yako na mtazamo wako, na tumai wasikilizaji wamesikia. Ni kushukuru sana mzee wangu. Asante. Naam.